Hallelujah, Wajakoya. Wajakoya Demwajokeria gatho. Demureheire Wajakoya. Wajakoya. Niona ndikwaria. Nie ciakwa nĩ ndĩkĩtie. Nĩ ndĩkĩ? Niĩ ndĩrenda andũ marute mbeca. Eugene Wamalwa. Pigia kina baba simu watume pesa hapo tafadhali. Tafadhali usiamuke na hakuna tagari itamuka hapa. Hiyo 200 utawekelea hapa. Walai hautatoka hapa. Ade? Wewe Wajaku. Mimi nimesema awekelee 200. Huyu ni former minister. Si ndio? Utaweka? Utawezana? Haya. Nĩgetha wĩtĩkie ndĩ chairman wa Mount Kenya rĩ. Icio ngari ona akorwo twĩ ndũgũ na ndoya itikuma kũndũ kũrĩkũ? Ciĩkĩrwo road block harĩa, mũndũ etagie mũtumia, ndũmĩra nĩ hingĩrĩirio gũkũ nake OCS wa gũkũ ndakageria gũkũ interview na maũndũ macio tondũ nĩ internal affairs cia azimi. Nĩ bara cia azimio cia internal. Ndĩrathikĩrĩria. His Excellency Wajakoya, salimia watu ili tukuje tutoe pesa baadaye. Asante sana bwana chairman. Watu wa Nyeri wote na wale ambao wamefiwa na wale marafiki zangu ambao naangalia hapa wa Korino. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Professor Dr. Waigwa ambaye anaishi Marekani, ambaye is my neighbor. Amenionyesha mambo mengi sana kwa dini ya Kikorino. The first Korino lawyer katika Kenya hii alikuwa my classmate, kijana shupabu sana, na tumemtengenezea aenda fanye masters. Kwa hiyo Korino tuko na nyinyi, Mungu awasaidie, mtaendelea na serikali yetu ambayo itakuja, muko na mahali pa kukaa ku represent your values. Amen. Ladies and gentlemen, this is a funeral. I would not come here to joke or to entertain politics. First and foremost, I would like to talk and of course the message for Baba will come from Eugene Wamalwa, who is my senior. To the bereaved family, I've seen the pain in your face. Nimeona huzuni mingi sana kwa yule msichana mdogo ambaye ako shule. Huyo msichana sijui ataenda shule gani. Ningetaka kujua kama msomi, kama asoma kama mimi, na tumsaidie haraka aendelee. I'm willing to mentor that girl if you give me a chance under the tutelage of the chairman, Mr. Maina. Ya pili, huyu Maina ambaye amefanya nimekuja Mlima Kenya. Kuanzia leo akaya kijua ya kwamba kule mkoa wa Magharibi, Western kule ambapo ninatoka mimi na Eugene, sana watu wa Mumias na Kakamega, tunamwalika kirasmi. Manake yeye pia amekuja na nyota ya kujua kwamba watu wa mkoa wa Magharibi ni watu, na ametuita tuje hapa. Sana nikizungumza tribal card ya Kiluya. Wenyanga walio banja hapa libosi Mkenya inamba. Vamanye mbo Maina Njenga. Na nikisema mara tatu kwa Waluya tunasema kwamba huyo ni kingpin. Maina Njenga. Na hiyo ni kiapo kutoka kule kwetu Mumias. Na nitakuwekelea mkono ukija kule, ndio Waluya wenzangu pia kuwekelea mkono. Hata kama utapewa pande kule Western, kuna nyumba utajengewa huko. Najua umeoa, tunaweza ongeza wewe ingine. Ya tatu, nataka kushukuru watu wa Nyeri kwamba mtoto wangu wa kwanza wa Ngoi, who is 34 years old, mama yake anatoka hapa na Rumoru. Na ya nne, nataka kupongeza wa Kikuyu. Nilipokuwa Chokora kule Nairobi nikiwa Grogan Road, is JJ Kamodo ambaye alinichukua akanipeleka shule, amenifundisha mpaka mahali nimefika. Right now I'm doing my 14th degree courtesy of the Kikuyu community. Nilipokuwa uhamishoni kule Uingereza, when I was in exile, na najua nimepewa muda kidogo sana, mtu wa kwanza kunipatia ofisi ya kukaa wakati nilikuwa solicitor ama lawyer alikuwa anaitwa John Ngugi kwao kulikuwa ni Webuye. Nilipoenda Amerika, mtu wa kwanza kunikaribisha katika kazi ya reja hii alikuwa ni mtu kutoka Karatina, alikuwa ni Mkikuyu. Kwa hivyo Kikuyu community are here to live.
the way you lived 500 years ago, the way you lived during Moi's time, you are going to live and you'll see over this thing, and your destiny ni ile watoto wa Israeli. You kill one Kikuyu, 50 are born. Ukiua 5, 50 wamezaliwa. You are a God created, spirited and spiritualized family. Without you, na nitasema kama Mluya, Kenya is not in existence. Walai, Kenya is not in existence without the Kikuyu community. And therefore whoever mtu yoyote ambaye anafikiri anataka kuwa rais wa nchi hii, lazima aje alale achapwe viboko. Achapwe viboko hapa Mlima Kenya. Na akiamuka kama ajishiki namna hii sawa. Ya mwisho tunaona hapa hii jajaa. Tunajikuna hapa. Tutajikuna mpaka lini? Kama bwana Muhiko wamefanya tuongee leo. Maana wanamuzisha ndio wamelete hii freedom ambayo tuko nayo katika Kenya mzima, Afrika mzima na Afrika Kusini. Watu wa reggae kutoka Jamaica ndio walienda wakasema hata kama hii bangi yetu ni mbaya, wacha we contribute to the international peace community. We liberate ourselves. Na ile kitu ambayo ilifanya Afrika huru ilikuwa ni dawa. Na hiyo dawa siku ya leo wacha nimwambie, na hii ndio ya mwisho. Watu wengi huwa wanasema tuvuta bangi. Mimi mwili yangu yote ni bangi. Hata moshi ile ya kutoka ndani ni bangi. Lakini wacha niwaambie kitu kimoja. Wengine wamekuja kudanganya hapa. Sasa ukienda Canada, ukienda Australia, ukienda South Africa, ukienda Uganda, ukienda Holland, ukienda UK, ukienda Namibia, wamelegalize bangi. Kwa nini? Manake bangi ni dawa ya kuponyesha roho. Bangi pia ni dawa ya kujenga mazao. Economic development today is pegged on weed. Economic development, a manifestation last year peke yake, na ndio ya mwisho. Canada produced 484 billion US dollars kutoka kwa mazao ya bangi. Sasa hizi wanatengeneza ndege out of bangi. Ukienda Biblia, wale wa Kristo ambao wako pale, wale ambao wako hapa, wale ambao Israel, the Holy Land, hiyo pia imehalalisha bangi. Kwa hivyo ya mwisho, na ninashukuru sana. Asanteni sana. Asanteni sana. Asante. Haya, hiyo ni ya Wajakoya. Mashone mau. Nege dukire de bishopu. Bishopu ama bishopu. Katiguo. Omodo githeti aige ng'ombe yakwa haria kwenda. Kana tiguo. Naguo.